katika shida ambazo tunazipitia, hebu geuza mwelekeo wako, utazame wema wa Mungu. Na moja kati ya siku hizi Yesu atarudi, na atakaporudi atakomesha yote haya. Hakutakuwa na tabu, hakutakuwa na magonjwa, kutakuwa na shida, hakutakuwa na dhiki. Mungu atakwenda kuanzisha ulimwengu ulio mwema. Na ni katika mikutano hii ndio sababu ninawatia moyo, tuvitazame visivyoonekana, tugeuze mwelekeo wetu, tusiangalie haya dunia, maana dunia inapita na mambo yake yote. Jioni ya leo unapohitimisha ibada hii, niwaalike kila mmoja wetu tuweze kusimama tunapokwenda kuomba na kuhitimisha ibada hii. Simama tu mahali popote ulipo, na tunapokwenda kufanya maombi haya, ni maombi ya kujikabidhi mikononi mwa Mungu. Inawezekana uko hapa, kuna kitu ambacho kipo katika maisha yako. Inawezekana kuna mtu ambaye anapitia uzoefu mgumu ambao hauwezi kuueleza. Inawezekana kuna kitu ambacho kinakupata, na huenda umekuwa ukijiuliza, hivi kweli Mungu yupo na Mungu ananijali? Lakini niko hapa kuambia jioni ya leo, Mungu anakujali. Wema wake unaonekana hata katika changamoto za dunia hii. Usikubali shida za dunia hii, usikubali mambo ya ulimwengu huu ya kuaminisha ya kwamba Mungu hayupo. Nataka nikwambie, Mungu yupo na anatujali, na moja kati ya siku hizi anakwenda kuanzisha ufalme wake wa amani, usiokuwa na changamoto, usiokuwa na magonjwa, usiokuwa na misongo, usiokuwa na madeni, usiokuwa na lolote lile, amani tupu. Jioni ya leo tunapokwenda kuomba, ikiwa una jambo fulani ambalo ungehitaji Mungu aingilie katika maisha yako, nitakapokuwa nikiomba, wewe utanyoosha tu mkono wako, na Bwana atakuwa ameona mkono wako, na Bwana atatenda katika maisha yako. Atafungua macho yako uone wema wake hata katika yale nayo yapitia. Macho yakiwa yamefumbwa, tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Nashukuru kwa sababu jioni ya leo umetukumbusha katika neno lako kwamba wakati fulani, kutokana na maisha ambayo tunayaishi, kutokana na changamoto ambazo tunaziona na kuzipitia, wakati fulani tunashindwa kuona wema wako. Wakati fulani tunajiuliza, hivi kweli Mungu yupo? Hivi kweli Mungu ananijali? Lakini jioni ya leo umetukumbusha ya kwamba hata katika shida zetu, hata katika maumivu yetu, hata katika ulimwengu uliochafuka, wewe bado ni mwema. Na jioni ya leo tumesimama kwa sababu tunahitaji macho yetu yafunguliwe ili tuuone wema wako. Mungu wangu, jioni ya leo ninahitaji kuomba kwa ajili ya kila aliyehudhuria katika ibada ya leo. Ninaomba neema yako ikawe juu ya kila mmoja wetu. Na Bwana, katika ombi hili, inawezekana kuna mtu hapa ambaye anapitia uzoefu fulani ambao ni mgumu. Inawezekana kuna mtu fulani hapa ambaye anapitia changamoto. Ninaomba Bwana niwaruhusu watu wako ambao wanapitia changamoto fulani na wanapitia uzoefu fulani, na ungetamani Bwana atende kitu katika maisha yako jioni ya leo katika namna ya kipekee. Ninapotulia katika hili ombi, hebu nyoosha mkono wako mahali ulipo ili niweze kuomba kwa ajili yako. Asante sana kwa mikono iliyonyooshwa. Bwana, umeona watoto wako wakiwa wamenyoosha mikono yao. Kila aliyenyoosha mkono wake, unajua changamoto alionayo, unajua uzoefu alionao, unajua huenda wakati fulani amekata tamaa, huenda wakati fulani ameona kwamba maisha hayana maana, huenda wakati fulani ameona kwamba hakuna anayejali. Lakini Bwana, ninakushukuru kwa kuwa jioni ya leo utarejesha matumaini katika mioyo yetu. Ninaomba ukamrejeshee matumaini yule kijana pale, ninaomba ukamrejeshee matumaini yule dada pale, ili hata katika uzoefu wake kaelekeze macho yake kwako, akiamini ya kwamba
utampa amani katika changamoto yake. Ninaomba Bwana, tunapohitimisha ibada hii, kila aliyefika hapa akiwa na huzuni moyoni mwake, mpatie furaha. Akiwa na ugonjwa moyoni mwake, mpatie furaha. Wengine inawezekana ni changamoto za kiuchumi, wapatie mlango wa kutokea. Wengine inawezekana ni changamoto za mahusiano, wape mlango wa kutokea. Wengine inawezekana ni mambo ya masomo, wape mlango wa kutokea, ili katika yote hayo bado tutambue ya kwamba yupo anayejali, na huyo ni Yesu Kristo. Asante Yesu kwa kuwa utatubariki jioni ya leo tunapotoka mahali hapa. Tulete tena kesho, tuendelee kusikia sauti yako, tuendelee kuvutwa kutazama vilivyo vya milele. Asante kwa kuwa utatupatia usiku ulio mwema. Tumeomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, amen. TUCASA ATC 2025. Pastor City, asante kwa siku hii ya leo. Kwa wale wageni wetu tunasema pia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Bado leo ni siku ya 3 tu, bado tuna wiki moja mbele na bado kuna siku zingine hapo. Endeleeni kukaribia, na wale wenyeji endeleeni kukaribisha wageni ili tuweze kupata mibaraka wote kwa pamoja. Na huu ndio utakuwa mwisho wetu wa ibada yetu ya siku hii ya leo. Kwa wale wenyeji, kamati ya maombi, tunaomba kubaki hapa baada ya watu wote kuwa wameondoka. Tutasimama sote kwa ajili ya ombi la mwisho. Mwenyekiti, karibu kwa ombi. Bwana ni mwema. Tunapoingia kwenye ombi la mwisho, kuna machache ya kukumbusha. Tunazidi kukumbusha juu ya Sakina Big Day ambayo itafanyika Jumamosi hii kanisani Sakina, lengo likiwa ni kutafuta milioni 90 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo ni tuzidi kujiandaa kushiriki mbaraka huu. Lakini pamoja na hiyo, Jumapili hii kutakuwa na uchaguzi wa viongozi wa matawi, na TUCASA ATC pia ni tutafanya uchaguzi hapo kwa ajili ya uongozi. Kwa hiyo tunapokuwa tunaomba pia ni tulikumbuke hilo, na tukumbuke Alhamisi ya Mei Mosi itakuwa ni maombi ya mlimani kwa ajili ya kujiweka wakfu katikati ya semester hii. Kwa hiyo tujipange pia kwa ajili ya maombi hayo. Lakini kama TUCASA ATC ni tumepokea msiba wa mzazi wa mwenzetu Agnes Malongo, amefiwa na baba yake. Kwa hiyo unapokuwa unasali tuzidi kumwombea faraja, lakini pia unaweza kumuona kwa ajili ya kumtia moyo, na tuandae rambirambi zetu kwa sababu sisi ni familia na tunatiana moyo kwa namna hiyo. Pia ukihitaji kupata mahubiri haya yanapatikana YouTube kupitia channel ya TUCASA ATC, kwa unaweza kaingia YouTube na kuyapata pia. Lakini tukumbuke kualika. Na katika misho ya mkutano huu kutakuwa na sabato kubwa ya wageni ambayo itafanyika hapa ATC. Kwa ni sabato ya wageni kwa ajili ya wanafunzi wote ATC. Kwa Mungu azidi kutuongoza na kutuandaa kwa ajili ya tukio hilo, na tusali. Baba mwema, tunakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema. Hata kama matatizo yatazidi katika maisha yetu, lakini ni hakika kwamba wewe ni mwema. Sasa tunakusihi tunapoenda kutanyika hapa, tufundishe kuona wema wako katika maisha yetu. Katikati ya changamoto za maisha ukatudumishe kutazama Kalvari na sio kuyatazama matatizo yetu. Asante kwa ajili ya jioni ya leo, tupatie tena nafasi kesho kuja kutanika hapa. Tupatie afya njema, tupatie uzima, ili kesho pia neno lako likasikike kwa ajili ya wokovu wetu. Tunakutukuza kwa sababu unastahili, na tangu sasa hata milele, ni katika jina la Yesu. Amina. Basi tuwe na usiku mwema.